Kwenye mitaa yenye vumbi, historia ya milio ya risasi imepasuka kama nyufa za radi, ikitangaza mwanzo sura mpya katika kitabu cha kisiasa chenye kurasa zilizochanika kwa muda mrefu nchini Guinea-Bissau. Katika tangazo la jeshi lilotolewa na kikosi kikuu kinachohusika na kurejesha utulivu wa kitaifa na umma kupitia runinga ya taifa, maafisa hao wametangaza kuchukua madaraka, kufunga mipaka, kusitisha mchakato wa uchaguzi na kutangaza amri ya kutotoka nje. Uongozi wa kijeshi una mamlaka ya kudumisha amani ya kitaifa na utulivu, na hivyo tumeamua kumwondoa rais madarakani na kufunga taasisi zote za kiserikali kuanzia sasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kwa vyombo vya habari vya kimataifa, milio ya risasi ilisikika katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Bissau, hasa karibu na ikulu ambako Rais Embalo alikamatwa pamoja na maafisa wengine wa serikali na wakuu wa usalama. Vyanzo vya ndani vimeripoti kuwa mpinzani mkuu wa Rais Omar Sissoko Embalo, Fernando Diaz, pamoja na mgombea wa zamani wa rais na waziri mkuu wa zamani wamekamatwa pia. Taarifa ya jeshi imeeleza kuwa hatua hiyo imechochewa na madai ya kuwepo kwa mpango kuvuruga usalama wa nchi kwa kubadili matokeo ya uchaguzi, madai yanayohusisha baadhi ya wanasiasa wa ndani, ikiwemo mfanyabiashara maarufu wa dawa za kulevya nchini humo pamoja na raia wa ndani na wa kigeni. Haijafahamika mara moja iwapo maafisa waliofanya mapinduzi wanaungwa mkono na jeshi lote au ni kama wanadhibiti maeneo yote ya nchi yenye takribani watu milioni 2. Guinea-Bissau ni mmoja kati ya mataifa ya Afrika Magharibi yanayokumbwa na machafuko ya kisiasa mara kwa mara, na taifa hili linatajwa kuwa mmoja ya njia kuu za kusafirisha dawa za kulevya aina ya kokaini kwenda Ulaya. Tukio hili limetokea siku 3 baada ya uchaguzi mkuu na saa chache kabla ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo ya awali ya duru ya kwanza, ambako wagombea wote wawili walidai kushinda. Guinea-Bissau imekuwa na historia ya misukosuko ya kisiasa, ikiwa imekumbwa na mapinduzi 9 na majaribio kadhaa ya mapinduzi tangu ipate uhuru kutoka kwa Ureno. Rais Embalo aliingia madarakani mwaka 2020 na mara kadhaa amedai kunusurika katika majaribio ya mapinduzi wakati wa utawala wake, madai yanayopingwa na wakosoaji wake. Hata hivyo, kabla ya kampeni za uchaguzi kuanza mwishoni mwa Oktoba, jeshi liliwakamata maafisa wa ngazi ya juu waliokuwa wakipanga kuvuruga utaratibu wa kikatiba. Tukio la Guinea-Bissau si jipya katika nchi za ukanda wa Afrika Magharibi, eneo ambalo limeonekana kama ukanda unaocheza midundo ya mapinduzi yaliyorejea kwa kasi. Katika miaka karibuni pekee, Mali ilikumbana na mapinduzi ya kijeshi mwaka 2020 na mwaka 2021, Burkina Faso mwaka 2022 na Niger mwaka 2023. Upepo umezifanya nchi za Afrika Magharibi kuonekana kama ukanda wa majira na ubadilika bila kutabirika, ambako demokrasia imeendelea kusimama kwenye mdomo mwembamba wa janga ama matumaini. Maria Okotia,